voice of transformation. You are watching Kings TV, the voice of transformation. Yesu Getsemane, kaomba ombi kwa Baba Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniondoke, ila sivyo nipendavyo mimi, bali mapenzi yako yatimie. Ila sivyo nipendavyo mimi, bali mapenzi yako yatimie. Mungu kamtuma malaika, kamfariji mwanawe Yesu mpendwa. Mwanangu, ni mapenzi yangu hiki ukinywe, hata kama ni kichungu, nataka ukinywe, ili wokovu upatikane kwa wanadamu. Oh, ni lazima mwanangu ukinywe hiki, neema ipo ya kukuvukisha kwa hili, neema ipo ya kukuvukisha kwa hili. Tazama utukufu utakaoupata, ni lazima mwanangu ukinywe hiki. Yesu ni mkombozi wetu, leo anatawala dunia. Baada ya kukinywa kikombe, akawa mkombozi wetu. Na leo mama yangu we, neema ipo kwa ajili yako. Na leo dada yangu we, neema ipo kwa ajili yako. Mama, neema ipo ya kunywa kikombe. Neema ipo ya kunywa machungu yote. Hii dunia tunapitia machungu, hii dunia kuna vikombe vingi vichungu mno. Ndoa imevunjika, unaumia moyo, umesingiziwa ya uongo, unaumia moyo. Yesu alimwambia kafanya kazi kwa uwezo wa Beelzebuli, hata nawe unaambiwa hayo. Machungu mengi ya kukuvunja moyo,
kikombe. Neema ipo. Ya kunywa machungu yote. Mtazamaji wa Kings TV, karibu tena katika kipindi cha wasanii wetu siku ya leo, ukiwa na Mibeti, na kwenye studio niko na mgeni wetu siku ya leo, mwimbaji wa nyimbo za Injili anaitwa Nelly. Karibu sana dada yangu, na nyimbo yake ambayo tumetoka kuisikia sasa hii inaitwa Kikombe. Ndio. Karibu sana Nelly. Asante. Naitwa Nelly Bitia, nimeokoka, nampenda Bwana Yesu. Na nashukuru sana kwa kunikaribisha hapa siku ya leo. Karibu sana. Asante. Na asante kwa kupata nafasi kwa mahali hapa. Nashukuru. Pengine tumjue Nelly ni nani, ametoka wapi, anafanya nini, alianza muziki lini? Aha. Naam. Nelly ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Naam. Na kwa neema ya Mungu. Na pia ni mke wa mume mmoja. Na pia ni mama wa watoto 3. Naam. Ndio, Nelly ametokea Tana River County. Wow. Lakini nimeolewa Taita Taveta County. Beautiful. Ndio. Ni nini ambayo ilikufanya ukaanza kuimba nyimbo za Injili na sio nyimbo zingine zile zote? Naweza sema ni kwamba ni mwito ambao uko ndani yangu. Na pia naweza kusema nashukuru sana kwa sababu ya mama yangu mzazi ambaye hayuko pamoja nasi. Alienda kwa mbele za Mungu. Amekuwa mentor wangu ambaye amenikuza katika njia ya kumtukuza Mungu. Ndio. Ndiposa nikapata hiyo encouragement na akanipush. Ndio msingi ambao aliuanza ndani ya maisha yangu tangia nikiwa mdogo. Oh, wow. Ndio. Beautiful story. Yes. Na Nelly, nikuulize, pengine muziki unaufanya kama huduma ama unaufanya kama biashara? Siwezi sema ni biashara pasei. Naam. Lakini pia nafanya kama wito. Nafanya pia kama huduma. Ndio. Na pia kazi kwa sababu ni kazi ambayo Mungu amenipa. Yes. Nifanye na nikakubali kutumika. Amen. Yeah. Kwa hivyo wewe ukilipwa pia uko sawa? Nikilipwa nitafurahi zaidi. Na kutumikia Mungu pia iko sawa. Kabisa. Na ni changamoto kama gani Nelly ambazo unapitia? Kwanza nikuulize changamoto kubwa sana ambayo umepitia katika hii safari ya kuwa mwimbaji wa gospel. Changamoto ambayo tunapitia mimi kama Nelly. Ndio. Wakati mwingine unaweza jipata umeenda kama kwa studio umerekodi nyimbo zako. Naam. So unaweza pata audio producer. Yes. Anaweza take time nyingi sana kumaliza kufanya mastering ya huo wimbo. Yeah. So kama hauna subra unaweza end up give up. Ndio. So challenges ziko nyingi sana na pia kuna challenges zingine kama msanii wa kike. Ndio. Inakuwa changamoto sana kwetu. Ndio. Lakini kwa msaada wa Mungu tunaweza. Unaweza kabisa. Umejaribu kutuambia hapo kama msanii wa kike. Pengine tuingie kwa undani zaidi ndio mtazamaji anapotutazama kwa anajua ni nini hiki msanii wa kike wa Injili anapitia katika hii field ya usanii. Okay, kuna hizo changamoto ambazo watu tuko nazo. Naam. Na siwezi sema sote tumeokoka, tunampenda Yesu, lakini pia kuna kukombolewa. Kweli kabisa. So unaweza fikia mahali umekutana na mtu hajakombolewa na wewe ni wa kike. Inakuwa very very challenging. Lakini Mungu anatusaidia na pia kuna challenge ya fedha. Kwa sababu muziki unahitaji fedha. Unahitaji pesa kwenda studio urecord. Unahitaji pesa kwenda kufanya video. Unahitaji pesa ya kuvaa. Manake pia kuvaa ni gharama. Kweli? Uweze enda kufanya video ukiwa na dera umechapa. Lazima uonyeshe kwamba huu wimbo ninaimba kuambia watu kwamba Mungu anaweza, Mungu anabadilisha. So lazima pia mtazamo wangu uwe unaendana na wimbo. Ndio. Na Nelly, nikuulize swali lingine. Nyimbo zako wewe unapata vipi? Pengine ni matukio ya maisha ama unalala unapata, kuna wengine wanasema niliomba nikapata wimbo, nilisoma Biblia nikapata. Zako zinatokana na nini? Nyimbo zangu mimi siwezi sema ati ninalala ninaota. Ndio. Though kuna zingine naweza lala alafu napata the chorus. Lakini mimi napenda kuimba mimi Nelly. Napenda kuimba
nikiwa maisha yangu mwenyewe. So nyimbo zangu ambazo nimeimba so far ni mimi, maisha yangu, ushuhuda wangu, vile Mungu amenifanyia, yale nimepitia. Ndiposa itakuwa rahisi sana kwa mtu anapopitia hiyo challenge, naweza kuwa kwa ukaribu kumtia moyo kwa sababu ni maisha yangu. So nyimbo zangu kwa sasa ni maisha yangu. Beautiful. Ndio. Neli, na kuna wimbo wako ambao tumesikia kwa sasa hivi unaitwa Kikombe. Unaweza tuelezea story behind that song? Sasa huo wimbo ndio huo unagusa moyo wangu sana. Naam. Naweza sema kwamba huo wimbo ni ushuhuda wangu ambao mimi mwenyewe nimepitia. Amen. Kuna challenges ambazo nimepitia za familia mwenyewe. Ndio. Ikiwepo wakati ambapo niliachwa na mama yangu mzazi. Naam. Na aliniacha wakati ambapo hukutegemea. Ndio. Na hukutarajia. Naam. So haikuwa kikombe kirahisi vile, kilikuwa kikombe kichungu. Baada ya hapo nikapitia challenges zangu za ndoa yangu. Naam. Lakini kwa msaada wa Mungu alitusaidia because after hiyo kikombe kuna utukufu ambao Mungu anakupeleka. Because nimejitia moyo kwa huo wimbo kwamba hata Yesu alikuwa na uwezo wa kukataa kunywa hicho kikombe. Alikuwa na nguvu zote za kusema siwezi teseka kwa sababu ya mwanadamu, kwa sababu yangu Neli. Lakini alinyenyekea na akakinywa kile kikombe. Japo kikombe ni kichungu sana. Kikombe hakikui na sukari, kinakuwa na uchungu. So baada ya hapo Mungu alimpeleka utukufu mwingine. So hata mimi nikajitia moyo kwamba hata haya yote ambayo ninapitia, haya magumu ninapitia, huku kuachwa na mzazi nimepitia, kukataliwa nimekataliwa, lakini kuna utukufu Mungu ananipeleka. Amen. Ndiposa nikaimba huo wimbo na ulikuwa na uchungu sana kwangu. Siupendi sana lakini pia ni ushuhuda wa maisha yangu ambapo naweza mwambia mtu unavyoniona leo. Nilikunywa kikombe kichungu sana. Na unfortunately kama hujamaliza hicho kikombe hakuna utukufu utapelekwa. Ni lazima ukinywe. Lazima ugongwe, uchomwe. Si kuna kitu kizuri kinakuja kutokea. So Mungu lazima akutayarishe. The process, sasa hiyo process ndio ngumu. Inakuwaga ngumu sana na si rahisi usipokuwa na msaada wa Mungu. Lakini katika hicho kikombe unapomtazamia Mungu, unapomtegemea Mungu na unapomuita Mungu, anakupitisha. Amen. Ushuhuda wa kutia moyo sana mpenzi mtazamaji. Na Neli, pengine nikuulize, umetueleza kuhusu changamoto ambayo ulipitia ya mzazi, ya familia yako. Nadhani ulikuwa umereach huko bottom kabisa, ulikuwa umefika mwisho kabisa. Ni nini iliweza kukutoa tena huko? Pengine kuna mtazamaji anakuwatch sasa hivi na anapitia pia situation yako, mzazi, ndoa, a lot of stress, na amefika huko rock bottom. Ni nini ilikutoa huko ikakuvuta mpaka sasa hivi uko Neli ambaye tunaona kwenye TV? Naweza sema ni Mungu. Amen. Kusoma neno la Mungu. Nakumbuka kuna kipindi ambacho nilikuwa hata kwenda kanisa, nilikuwa siwezi enda kanisa. Nilikuwa najifungia kwa nyumba. Nalia tu kwa nyumba, nashindwa ni wapi nitaenda. Na napenda kumshukuru mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Reverend Mbole. Anaweza kuwa yeye amesahau. But mimi katika maisha yangu siwezi sahau mtu yoyote ambaye amechangia mimi kuinuka tena. Nakumbuka aliniambia kwamba Neli, kinachopigwa sio wewe, ni kile kilicho ndani yako. Kwa hivyo nakuomba usikae ndani ya nyumba. Nilikaa kwa nyumba miezi 6 bila kwenda kanisa. So akaniambia toka, tafuta kanisa, enda kanisa iko jirani tu, mahali uko. Usikize neno peke yake, itasaidia, itakuponya. Sikiza neno, itakuponya. Na huo wakati nilikuwa sina mahali pa kwenda. Nikawa sasa naweza sema baba wa hii TV ndio alinisaidia kupona. Amen. Na naweza sema ashukuriwe Mungu na ampe maisha mengi zaidi. Amen. Kwa sababu nilikuwa nikienda kwa kanisa nakaa nyuma. Ushasikia kwamba yani umeambiwa umeisha, unaambiwa hufai. Totally broken, hufai. So unajiona kama wewe uko mchafu, umepotea njia. So nilikuwa naenda kwa kanisa nakaa tu nyuma,
nasikiza neno, naangalia venye watu wanafanya. Lakini Mungu naye huwa ana makusudi, kwa sababu wakati kila time nikienda kwa kanisa napata ile neno ni langu. Ni kama huyu mchungaji alikuwa anajua everything chenye ninapitia, na by that time hakuwa anajua chochote. Ananifahamu lakini hakuwa anajua chenye mimi nilikuwa napitia. So kila wakati nikienda kwa kanisa nasikia nazungumziwa. Na hiyo process ilienda hivyo mpaka nikaona kumbe Mungu ananipenda bado. Naam. Kumbe bado nahitajika kwa nyumba ya Mungu. Naam. Wacha nikae. Amen. Na hapo ndo nilianza uponyaji wangu kutoka hapo tena kabisa. Amen. That is a powerful testimony. Yes. Mungu anaweza kweli kuponya. Anaweza. Na pengine nikuulize dadangu, umetuambia kwamba kuna wakati ulikuwa unakaa nyuma ya kanisa. Uliface rejection maybe kutoka kwa watu wa kanisa wenzako, maybe waimbaji ama hata familia, labda kuna time walikureject sababu ya whatever you were going through. Maana kuna wale wanasema wakati una shida hauna marafiki. Wakati shida zimeisha ndo wanaanza kutokea. Wakati pengine ulipitia hiyo experience, ufahamishe mtazamaji wetu. Naweza kumwambia mtazamaji wangu mtazamaji wetu kwamba unayemuona hapa alipitia rejection. Nimepitia rejection. Nimekataliwa. Nimetengwa. Umesemwa. Nikakaliwa mpaka kikao. Oh no. Huyu hafai tena kuimba. In your brokenness. Ukiwa pale chini unagagaa, hujui utaenda wapi. Makaa inaongezwa. Umeumia. Na tayari bado unaongezewa tena maumivu juu. Na si tu unafanyiwa haya mambo yote na mtu mwenye humjui. Ni mtu ambaye tunahudumu. Your friends. Rafiki yangu. Wow. Ndugu yangu. Dunia. Mtu ambaye ananifahamu vizuri. Anakufanyia haya yote. So nishafanyiwa. Umepitia pia. Nimepitia vizuri, nikagongwa sawa. Ndio. Na pengine uliwasamehea, walirudi tena baada ya utukufu wa Mungu kuonekana kwa maisha yako? Mimi ni mtu ambaye kusamehe nakumbuka mtumishi wa Mungu Solomon. Naam. Akiongea mahali katika huo wakati nilikuwa namsikiza sana akitoa ushuhuda wake. Solomon mkubwa. Naam. Akasema kwamba uwatoe kwa sababu usipotoa unajifungia baraka zako. Na mimi katika uponyaji wangu niliambia Mungu nipe tu kusahau, kwa sababu mimi hao watu bado niko na wao. Ndio. Na wengine hata nilikuwa natembea na wao tu bado. Hivyo. Niko na wao tu, niko na wao, natembea na wao na bado wanaendelea kuvuta. Unaona? Bado wanakukula tu. But mi nashukuru Mungu kwa sababu amenipatia moyo ambao nimewasamehe, nimewa-accommodate. Shida ambayo naweza sema inakuwa ngumu kwangu kidogo ni ile sasa the trust imeisha, imeondoka. Inakuwa ngumu. Sijui sasa hapo nitahitaji maombi zaidi. Unaambiwa glasi ikipasuka tu mara moja ukitaka kuirudisha tena haiwezi rudi vile ilikuwa. Inakuwa ngumu kwangu kwa sababu naweza kutana naye, naweza piga naye story, naweza salimiana na yeye, naweza fanya anything, lakini sasa ile trust inakuwa imeisha. Kabisa. So ninaweka tu ile distance, at least tukue na heshima ikue pia upendo ukae tu venye uko. Naam. Lakini atichuki, atikuchukia mtu huyu amenifanya hivi, siwezi siwezi kuwa nayo. Asante ni. What a powerful testimony. Mtazamaji, natumai unasaidika hapo nyumbani. Una deal vipi na hawa criticizers ambao ukitoa nyimbo wanakupigia ama hata wanakutext wanakuambia hii nyimbo beat hapana, hii message iko sawa lakini part 2 no ungeondoa, umetoa nyimbo wapi, video quality low. Wewe una deal nao vipi? Ndio. Hawa criticizers ambao wana criticize kila kitu yako. Naam, ama hujawahi patana nao? Wako. Mwingine hata anaweza kuambia hata usingeenda hii studio. Ama hata una sauti. Ndio unaimba kama tura. Mwingine anakuambia si wewe unaimba. Maybe umetafuta mtu, si sauti si yako. How do you deal with those people? Mimi naweza sema tu mtu ajitambue yeye ni nani. Jitambue wewe ni nani. Naam. Na tambua kile Mungu ameweka ndani yako. Amen. Kwa sababu huwezi pendeza mtu. Huwezi pendeza kila mtu. Utapendeza kila mtu. Wewe ng'ang'ana kumpendeza Mungu. Amen. Unapompendeza Mungu, ndio
whether video ni low quality, Mungu anaipaka utukufu. Ndio. Na inakuwa high quality. Kweli kabisa. Na watu wanabarikiwa. Amen. Yeah, so it's not a matter of high quality ama audio nzuri. Ni anointing ambayo imebebwa. Mungu ameweka ile nguvu zake kwa ule wimbo. Unapofikia mtu, unamfikia ule mtu, anaupokea vizuri. Ni wewe tu ufocus kumpendeza Mungu. Ndio. Na umwambie Mungu, huu wimbo ninapotoa ukanene, ukaponye mtu. Naam. Tosha. Umeongelea kuhusu kumpendeza Mungu kupitia nyimbo yako, is the very important thing. Yes. Na nikuulize pengine Nelly, sahi kunasemekana kwamba waimbaji wengi wa gospel ni umaarufu wanatafuta. Ndio. Si pesa. Lakini sitaki unijibu sahi. Unijibu after the break. Wacha tusikie wimbo wako mmoja hapo, tubariki pamoja na watazamaji, tukirudi tutajibu hiyo nyimbo. Okay, asante. Yes, Hallelujah. Naleta wimbo wa shukrani kwako Bwana. Nakuimbia wimbo huu maana wewe mtakatifu. Nakuimbia wimbo huu maana wewe mtakatifu. Umetukuka katika sifa, umeinuliwa katika maabudu. Umetukuka katika sifa, umeinuliwa katika maabudu. Na kuimbia wimbo huu maana wewe mtakatifu. Bwana, na kuimbia wimbo huu maana wewe mtakatifu. Umetukuka katika sifa, umeinuliwa katika maabudu. Umetukuka katika sifa, umeinuliwa katika maabudu. Bwana, 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 mtakatifu, mtakatifu, umetukuka katika sifa, mtakatifu, umetukuka katika sifa, umeinuliwa katika maabudu, umeinuliwa katika maabudu. Wimbo huu ni kwa ajili ya shukrani kwa yote umeyatenda. Wimbo huu ni kwa ajili ya umbali umenileta Ebeneza. Wimbo huu ni kwa ajili ya shukrani kwa yote umenitendea. Wimbo huu ni kwa ajili ya umbali umenileta Ebeneza. Umerejesha vilivyoliwa vyote na nzige na tunutu. Nasema asante kwako, nasema asante Baba, nasema asante kwako. Naleta shukurani zangu. Mtakatifu, umetukuka katika sifa, mtakatifu, umetukuka katika sifa, umeinuliwa katika maabudu, umeinuliwa katika maabudu. Wewe wastahili Mungu wa mbinguni. Umenitendea ajabu sana, ambapo mwanadamu yeyote asingeweza kunitendea. Mimi ni nani nisikutukuze wewe? Wastahili
sifa za moyo wangu Bwana. Wastahili wewe peke yako. Nasema asante kwako. Nasema asante Baba. Nasema asante kwako. Naleta shukrani zangu. Yahweh, Yahweh, hakuna kama wewe. Maabudu yangu asante, asante, asante Mungu wangu. Na mtazamaji, wimbo ambao umetoka kusikia ni wa dada yetu ambaye tuko naye studio hapa, Nelly Bitia. Na tulikuwa tumeacha kama nimekuuliza swali kuhusu kwamba tetesi ziko huko nje, ni kwamba wasanii sana sana wa nyimbo za Injili ni umaarufu tu wanatafuta. Wewe kwako unaweza tuambiaje Nelly? Hizi ni tetesi ama ni ukweli? Siwezi sema ni uongo ama ni ukweli, inategemea na vile wanadamu wanavyoongea. Ila kwa mimi Nelly, sitafuti umaarufu. Amen. Ninatafuta sana kukaa kwa mapenzi ya Mungu. Nifanye kile Mungu alichoweka ndani yangu. Na kile ambacho amekipanga kukitimiza katika maisha yangu. Na kile ambacho ameniitia mimi kuja kufanya hapa duniani. Ndio. Amen, amen, amen. Nelly, niko na swali lingine ambalo hili pia ni la mashida. Hili pia ni la kutafuta kukata vitunguu. Ndio. Kuna mtu sasa anakutazama hapa na ndoa yake imepigwa na ni msanii wa nyimbo za Injili. Ndio. Pengine huku nje ile judgment ya huyu ndoa yake pengine hata ingine imeharibika kabisa. Inapitia hivi na anajidai anaimba Mungu wake. Ako wapi huyu Mungu anamuimba kwa hizi nyimbo? Ushawahi pitia shida kama hiyo ya kuhukumiwa kwamba unatumikia Mungu gani wewe mwenye atumuoni hata kwa ndoa yako? Ulideal nayo vipi? Nilikuwa hapo. Kwa hivyo viatu mimi navifahamu sawa sawa. Na inakuwa ngumu sana. Na mimi nimejifunza katika hiyo hali kwamba usiwe mrahisi wa kunyoshia mtu kidole. Useme huyu hafai, huyu kwa sababu ya hili. Yani unamjaji mtu. Hapana. Mwache Mungu amshughulikie, kwa sababu uponyaji unapatikana kwa madhabahu. Wakati unapomjaji huyu mtu unamuondoa kwa madhabahu, unampoteza. Kwa sababu shetani atamuiba. Na akimuiba tumelose. Kweli kabisa. Sasa watu wengi huwa hawajui hilo. Mimi siwezi nyoshia mtu kidole niseme huyu hafai kufanya hivi na ako kwa madhabahu. Mimi pia nilikuwa anatuonyesha mfano gani? Mungu wake anaimbia Mungu gani kwa sababu ndoa yake imeharibika? Hapana. Watu hawawezi jua, lakini wakati umeonja hivyo viatu, umeingia, utaelewa kwa nini unaambiwa usinyoshie mtu kidole. Muache apone. Kwa sababu hapo kwa madhabahu ndipo mahali atakapopona. Mimi naweza sema hivyo kwa sababu mimi niliponea kwa madhabahu. Hata mimi nilipitia hapo kabisa. Huyu kwa nini anaimba? Hafai kuimba. In fact tunaambiwa hafai. Hana utakatifu tena wa kwa madhabahu. Ameshindwa. Imagine mwingine anaweza ambiwa kabisa huyu ameshindwa na ndoa yake, kwa nini anawekwa kwa madhabahu? Lakini ukifikiria mimi nikijisemea mwenyewe siwezi sema ati ilikuwa venye tunaambiwa ati kwa Yesu tambarare. Tambarare. Milima ipo kwa sababu lazima ujaribiwe kidogo. Imani yako itestiwe. Lazima utingiswe vizuri. So usipokuwa makini, sisi wenye tuko huku kando tunaweza lose wapendwa wetu kwa sababu ya kuwagonga. Lakini ni vyema uwa embrace.
Mimi niko na list ya watu wengi ambao wamenisaidia kupona. Because inafika mahali una mtu lakini unapata fulani unakuja tu, hapana, kuja tufanye hivi, kuja tufanye hivi. Nikawa wakati mwingine mara ya kwanza ilikuwa unajiona mnyonge. Unaona venye niliambiwa sifai, wacha nikae tu kando. Lakini ukipata mtu ambaye amekukumbatia na ujiachilia kwa huyo mtu, kupona ni haraka sana. Amen. Na unapoweka tu macho yako kwa msalaba kwamba Mungu, haya maneno yote ambayo ninayasikia nayatua kwako, nayawaachilia kwako. Amen. Naomba uniponye na unirudishie vizuri, unirudishe pale kwenye unataka mimi. Mungu anatenda kwa sababu mimi hapa Neli unapomuona ni ushuhuda kwamba Mungu anatenda. Yes. Na Mungu anarejesha. Kabisa. Amen. Kabisa. That is a very powerful testimony, dadangu. Kuna jambo gani hizi zingine hata hizi zenye watu walijua? Kuna ile sasa umepitia peke yako tu. Yenye ambayo yeye ni mimi na unakufa nayo peke yako mpaka ukasaidika ukatoka. Unaweza ongelea leo, uko na ujasiri wa kuliongelea sasa, manake uliovercome. Na kuna mwingine pengine ako hiyo situation, nitamsaidia leo katika kipindi chetu anayetutazama. Ni gani hilo Neli? Sijauliza ruhusa ya kuliachilia wazi. Ndio. Lakini wacha nitumie hekima kwa sababu kuna wale ambao wako karibu na mimi wananifahamu. Ndio. Hata mimi venye nimeeleza sasa story yangu. Nilipitia changamoto. Hata kwa huduma yangu nimepitia changamoto. Ndio. Kwa familia, kwa ndoa nimepitia changamoto. Na nashukuru Mungu kwa sababu amenisaidia. Nimevuka. Amen. Niko sawa. Yes. Mungu amehifadhi familia yangu. Amen. Unavyoniona hapa. Yes. Na Mungu amenibariki zaidi ya vile nilivyokuwa. Amen. Because hata hiyo time nilikuwa nimechaka kwa sababu ya stress. Sasa yeye amekurembesha. Mungu amenirembesha. Amenitengeneza. Tuko sawa. Powerful. Yani sijui hata mambo mengine Mungu ambaye ameyafanya. Amen. Ni makubwa mpaka hata unashindwa, because amenifanyia mengi. Amen. Because mambo yenye Mungu amenifanyia mimi Neli. Ni makubwa mpaka unashindwa hata utaanzia wapi umalizie wapi. Ashukuriwe tu Mungu kwa sababu amenifanya jinsi nilivyo siku ya leo. Amen. So naweza mwambia mtu ambaye anapitia challenge, kama ndoa yako imeisha ama kuna kile kitu kigumu, unaona ni kigumu sana. Tia peke yako ni siri ya Mungu. Unaona ni siri. Yeah. Nikikumbuka wakati nikipitia healing process yangu, mtumishi wa Mungu Pastor Nathan Maina alihusika pakubwa. Amen. Nilikuwa ninaenda ofisini na akaniambia, Neli, unafaa kufanya 1, 2, 3. Naomba tujaribu hii tuone kama itafanya. Nilikuwa namuuliza, baba, itaweza? Mimi naona ni ngumu. Ananiambia hapana, jaribu. Na mimi nikijua kabisa nikijaribu naumia. Inakuumiza. Nalia, ananiambia ukisikia umelemewa njoo kwa ofisi ulie. Pamoja na mke wake. Walikuwa watu wa msaada, maombi walinisaidia sana. Amen. Because hiyo kipindi haikuwa rahisi. Kuna mengi ambayo naweza yasema na kuna mengine personal. Lakini Mungu ameyafanya. Kwa wale ambao wako karibu na mimi, wametembea na mimi, wanajua. Wanafahamu. Na ni watu wengi tu ambao wananijua. Na wanafahamu story yangu. So nashukuru Mungu kwa sababu amefanya na amenivusha. Haukuwa mtihani rahisi. Ulikuwa mtihani mgumu. Ndio. Lakini Mungu amenipitisha. Powerful. Neema ilikuwa iko. Mtazamaji, kipindi cha leo, na jamani, natamani hata tungeongezewa muda kidogo pale na director, maana ni kipindi kina ushuhuda very powerful. Katika usanii tunamuona Neli huyu wako brushed kwenye cameras. Tunaona Neli huyu anacheka, Neli huyu anatuambia Mungu anaweza. Unaweza sema behind the cameras life yako iko the same na hii yenye ambayo inakuja kwa kamera, ama huko Neli ni mchakarikaji, Neli anafanya kazi fulani, Neli ni same ama kuna difference? Unaweza kutana na Neli wa TV na tukapatana na Neli wa pale kazini tukaona ni same ama kuna tofauti? Unaweza sema ni watu wawili tofauti kwa sababu kuna wakati ambapo umejitenga kwa sababu ya kazi ya Mungu. Sasa umekuja lazima ujitayarishe, ujitayarishe kimaombi.
ufunge, uende kufanya kazi ya Mungu kwa sababu huwezi jipeleka tu hivi. Na pia kuna life, mtu ajue kwamba Nelly bado ni mama, bibi, ni mke. So kuna majukumu ambayo yananihitaji kwa nyumba pia. Ndio. Lazima nikuwe na wakati wa kufanya. Na Nelly pia ni mwanabiashara. So unaweza kuja kwangu nipate niko busy na kuku. Ama unipate natengeneza yogurt. So lazima kujituma. Ndio. Kwa hivyo kuna wakati utanipata niko kwa madhabahu nafanya kazi ya Mungu kwa hiyo wakati. Ndio. Na kuna wakati pia utanipata niko kwa nyumba nafanya kazi ambazo zinanihitaji kwa nyumba. Nelly, pengine kuna mwimbaji ambaye ako pale nyumbani anakutazama, anatamani sana kuja katika studio afanye hizo zenye ambazo wewe unafanya, toe nyimbo, atumikie Mungu, aende hata huduma, lakini anashindwa, how will I balance my family, my kids, my job and this God's work. Pengine unaweza toa ushauri vile mtu anaweza fanya haya mambo yote na yakafaulu yote kwa pamoja? Mimi naweza sema ni kujipanga kwa sababu huwezi kuwa ujiachilie tu ufanye huduma zaidi usahau kwamba kuna watoto. Kuna watoto, kuna mume anahitaji, kuna uweke kila kitu na wakati wake. Kuna siku ambazo nitaenda kufanya huduma na kuna siku ambayo familia yangu pia inanihitaji, because huwezi fanya kuanzia January mpaka December uko ministry. Utapata moja umekosa kubalance. So unaweza pata pia unaanza kugongana na mume wako, watoto wanakosa ile upendo wa mama. Kuna wakati pia unahitaji kuchukua watoto wako wapeleke out. So sio dhambi. Ni wewe ujipange. Ndio at least ninajua watoto wangu nimewapanga, mume wangu wako sawa, ndio hata nikitoka nikienda kuhudumu niko na amani na nitahudumu freely. Na pia amenipatia baraka zake na Mungu anajitolea utukufu. Nelly, nilikuwa nataka kuuliza hii. Unasikiaga wanaume wengi hawapendi wanawake wao huko juu, empowered women. Sasa huyu wako jamani, how lucky are you? Is he supportive? Ama mara ya kwanza alikuwa anakusupport ama hakuwa anakusupport ndio ameanza kusupport? Ama amekuwa anakuombea na kushika mkono, anataka mke wake akue vile anakuwa sahihi? Anakusupport empowered woman? Naweza sema wakati nikianza hakuwa anatambua bado Nelly ni nani, nini nimeitiwa. So unajua bado hakuwa ameoa msanii, hakuwa anajua Nelly anaimba ama Nelly, unajua kuna kuimba naweza imba kanisani. Hiyo ni sawa. Hiyo hakuwa na issue. Lakini sasa ikifika hapa kitambo aelewe. Ili take time kitambo aelewe. So kwa sasa naweza sema ananisupport fully. Powerful. Na ameniachilia. Yani nimeshukuru kwa sababu gharama nayo nililipa. Ulilipa hiyo gharama ndio mfike hapo, kulikuwa na process. Process ilikuwa. Na nashukuru Mungu kwa sababu amefahamu kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yangu. Na ananisupport. Hata hizi project ambazo ninafanya anazifund mwenyewe. Beautiful. Yes. Fully. Glory to God. So ninashukuru Mungu kwa sababu yake. Sijui nimtaje hata umsalimie jamani, nipatie maua yake akiangalia. Naweza mpa maua yake kwa sababu amenifikisha, amenisababisha mimi kufika hapa na kupata ile moyo, kwa sababu kuna wakati nilikuwa nimegive up, nimesema sasa hii muziki siwezi. But amenishikilia mkono. Hata sometimes nikienda kushoot tunaenda na yeye. Nikienda kufanya audio anaweza hata nilipia mahali pa kukaa nikienda kurekodi. So nashukuru sana ambaye ni mume wangu Gibson Mwandiga. Ni hii ambaye ni mume wangu Gibson Mwandiga. Mungu akubariki sana na akupe maisha marefu kwa ajili yetu. Salute sana. Amen. Swali lingine ningependa kukuuliza ni ati Nelly is open for collaboration ama yeye afanye collab? Alafu kabla ujibu hili kwanza. Nelly anaweza fanya collab na msanii ambaye si wa nyimbo za Injili? Ukijibu hiyo, ujibu na hii, uko open kwa collab na wasanii wengine? Na mtu anakupataje na kufikiria? Eti nifanye na mtu ambaye haimbi nyimbo gospel yake? Hiyo sitaweza kwa sababu calling zetu ziko tofauti. Mimi niko tofauti na yake na hatuwezi patana kweli at any point. So hiyo sitaweza. Lakini kufanya collab iko open. As long as kuna
maelewano, tumeongea na tumepatana. Kwa sababu tukipatana tutafanya kitu ambacho ni kinatukuza Mungu. True. Yeah. Two cannot walk together unless they agree. Very and true. Light and darkness cannot intermingle. Hiyo ndio dada yetu anajaribu kutuambia hapa kwenye studio. So mtazamaji, tumuulize Nelly swali lingine la mwisho kabisa. Nelly anaenda mahuduma kwa makanisa mengine, kwa crusade, anaitwa anaenda, ana charge, ama watakupata vipi ndio waulize maswali kama haya? Mimi niko free, sijawekwa boundaries ati hapa siwezi fika kanisa, club ndo siwezi enda. Amen. But kanisa as long as inatukuza Mungu, utaenda utumikie. Mimi tena Mungu wa kweli. Unajua kuna wengine unaweza enda hatupatani. Ni ukweli. So unashangaa umeitwa mahali hatuingiliani. But as long as wanamwabudu Mungu wa kweli, mimi niko free kwenda kuhudumu. Na of course sadaka si bishop akipreach kikapu inawekwa jameni. Unajua wacha nijitetee kidogo na nitetee wenzangu. Waongelee. Maana mnapigwa mawe sana kwa kucharge. Kwanza ikifika hapo tunagonga. Mna charge. Naweza sema you cannot pay me. Huwezi nilipa. True. Kwa sababu kitambo mimi nifike hapo kuja kuhudumu. Kuna vitu ambavyo zimenihitaji. Kuna gharama ambazo zinanihitaji. Nahitajika niko sawa. Smart. Lazima nipange watoto wangu, nipange kwangu, ndio nikuje nipeane kile ambacho Mungu ameweka kwa moyo wangu. Sasa surely kuje free urudi free. Bwana kubariki baada ya huduma. Sasa hilo hapo ndo sisi kama waimbaji wa nyimbo za Injili inakuwa ngumu. Unaambiwa Nelly una charge, haifai kucharge. Mungu alikupa bure, upeane bure. Freely we were given. Lakini gharama pia ipo. Anasahau kwamba kuna gharama pale. Kuna transport, lazima nifike. Na huenda kwamba siendi peke yangu, niko na wenzangu ambao naenda nao, naandamana nao. So nitatoa wapi shwali kupeleka watu? Na ni Bwana anibariki na nirudi. But if ni kama ni within na ni kitu tu ambayo naweza enda kufanya, I can, yes, you can go. So wasitupige mawe sana ikifikia hapo, because gharama ipo. Kwa sababu kama mimi nyimbo zingine nimeenda kufanya nje ya Kenya, ambapo inahitaji imenigharimu. So ni vyema, naweza sema ni vyema pia mkitubariki, mtumishi ahusishwe pia kwa mazuri. At least tufurahi. Tusikie vizuri, tusikie umetubariki, si ati umenilipa. Hiyo kulipa ndio inaleta mtazamo tofauti. Lakini ukinibariki pia nitashukuru. Amen. Asante. Dadangu Nelly, pengine nikuulize, una project gani kwa ajili ya watazamaji wetu ama mashabiki wako? Nini umewaandalia ama nini tayari umetoa kwa sasa ile ungetaka wajue? Kwa mashabiki wangu, kwa wapenzi wangu, tayari niko na wimbo ambao nina release. Tayari uko YouTube. Unaitwa Ana Mpango. Mungu ana mpango. Ambao ninashukuru Mungu kwa sababu ya huo wimbo, pia ni ushuhuda wa maisha yangu. So ni wimbo wa kutia mtu moyo kwamba kwa yoyote yale ambayo unapitia, bado Mungu ana mpango na wewe. Amen. Unaweza tueleza pengine kuhusu huu wimbo Nelly, uliuandika ukiwa na mawazo gani? Ni wapi mlifikishana na Mungu mpaka ukasema wacha niandike hii, ana mpango itoke isaidie wengine? Kuna jambo ambalo nilikuwa namuomba Mungu sana anibariki. Na ilikuwa kwa moyo wangu. Japo hata wengine rafiki zangu walikuwa against, ambapo huwezi jua, but unaweza pata kuna kitu ambacho naomba Mungu unipatie. Lakini ukawa unakufishwa moyo. Nikasema tu Mungu, najua utanipa. Na kuna dada yangu ambaye anaitwa Ivy Marite. Akaniambia siku moja, dada yangu, neno la Mungu linasema God will fulfill the desires of our hearts. So hatuwezi badilisha kile ambacho unatamani. Ni hicho Mungu atakifanya. Amen. Na sikufa moyo. Japo hapo nyuma nilikuwa nimefifia, nikasema Mungu, naona kama umeniacha, sijui kama unataka kuniaibisha ama unataka niende wapi. Lakini nilitika moyo kwa sababu huyo dada aliniongelesha.
Na pia kuna rafiki yangu ambaye anaitwa Charity. Yes. Ama Mama Victor. Pia alikuwa ananiambia same kwamba usikufe moyo, Mungu atafanya. Amen. Kwa sababu Mungu ana mpango. So nikawa inanikujia kwa moyo wangu kwamba Mungu ana mpango. Naam. Ana mpango. Yes. Sasa ile kipindi cha kusubiri ndio kinakuaga kikali. But nashukuru Mungu kwa sababu nimeona mpango wake umetimia katika maisha yangu. Amenipatia kile kitu ambacho nimekiomba kwa muda. Amen. Na akanibariki nacho. Beautiful testimony. So nashukuru Mungu. Na nataka niambie mtazamaji kwamba kuna jambo ambalo unalitamani Mungu alifanye. Yes. Huenda kuna kitu unaona ni kama umefika mwisho huwezi kipata. Lakini nimkumbushe kwamba bado Mungu ana mpango. Tulia. Position yourself. Yani usitape tape. Unajua mwingine unaweza ondoka umeenda huku, mwingine umeenda huku kwa manabii, umeenda huku, yani umezunguka. So wakati Mungu anaachilia kile ulikuwa umehitaji huko ulienda. So naweza kumwambia kwamba tulia hapo. Wow. Kama umesema Mungu ninakutazamia wewe, mtazame vizuri na uongeze imani yako juu. Na Mungu atafanya. Kama amenifanyia mimi, hata wewe atakufanyia. Amen. Kabisa. Asante sana dadangu Nelly. Niulize, kuna msanii gani Kenya unamwangalia hivi anakutia moyo sana? Ndio. Unatamani hata kufanya naye collab. Yani that one is your inspiration. Ni nani wewe umtaje, pengine anakutazama na pengine mkatafutana? Mimi niko na wengi ambao wengine wako hapa ndani na wengine wako nje. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu aliniconnect na mama mmoja. Amen. Ambaye ni Anastasia. Kiatu Kivue. Oh yeah. So huyo mama pia amehusika katika maisha yangu. Amen. Wakati nilisema mimi sasa sina haja tena na kuimba. Naona hii kuimba inaniletea shida. Umeachilia. Tulipokutana wakati alikuja hapa Moi Stadium kwa crusade, akaniambia I want you to repeat huo wimbo wa Kikombe. Wow. Nikamwambia mama, ungejua the story behind it. Akanambia hapana, hujapeana huo ushuhuda watu wausikie. So hata mimi nataka niusikie huo ushuhuda. Kwa hivyo nataka ujipange uende studio urudi. Na hivyo ndo aliniamsha tena. Alikupea uvivio kabisa. So alihusika na huwa tunaongea na yeye, anani encourage, ananitia moyo. Wow. Hata nikitoa wimbo anausikiza, kama kuna mahali pa kurekebisha anasema irekebishwe. So ni mama mzuri ambaye pia maisha yake ni ushuhuda. Kama Mungu amemponya cancer. Tena stage 4. God is able. Mungu anaweza. Nothing he cannot do. Anaweza. She is a testimony. Kabisa. A living testimony. Amen. So nampenda sana. Na muombea awe maua yake jamani, pia yeye afurahie kiu. Mama Anastasia Kiatu Kivue. Mungu akubariki mamangu. Kwa kunipenda, kwa kunipokea na kunikubali kuwa mwana. Amen. That is a powerful testimony. Na pengine Nelly, katika miaka yako 5 ama 10 ijayo unajiona wapi? Ni nini mark gani unataka kuacha katika uimbaji wako? Kitu ambacho ningependa mimi kufanya, natamani niwe na watu ambao ningetembea na wao kufanya kazi ya Mungu upande wa uimbaji. Of course nashukuru Mungu kwa zile skills kidogo ambazo niko nazo. So natamani pia, unajua kuna wakati mwingine unaweza enda mahali usikie kuna imbwa. Tayari unajua kile Mungu amekuitia. So unasikia hapa kuna imbwa aje jamani. But sasa unashindwa utasaidia vipi? So matamanio yangu niwe nasaidia watu ambao wako tayari kumtumikia Mungu. Na wako tayari kufundishika. So nitagawanya kile kidogo ambacho Mungu amenibariki nacho, ama kikubwa chenye Mungu amenibariki nacho. Pia na wao wapate ile skill. Bora tu wawe ni watu ambao wako tayari kufundishika. Na pia nipate my own people ambao nitakuwa natembea na wao. Natamani sana, unajua unaweza enda mahali uimbe but you cannot deliver kwa sababu backup from your field au kuwa na wao. Ama hauingiliani. But ukiwa na watu wako ambao unatembea na wao, kona
at least yes, mnaweza omba pamoja, mnaweza enda pamoja na mkafanya kazi ya Mungu ikasonga mbele. Ndio. Na Neli, nikuulize swali, mtoto wako yoyote pale nyumbani unaona huyu ni msanii, huyu ni msanii, na unaonaje, unaweza msupport afanye usanii kwa mdogo ama utawacha kwa mkubwa after masomo? Ndio. Na kama utamsupport ama utamsupport, ueleze mtazamaji wetu ambaye anatuangalia leo na yeye pia ana mtoto ambaye anakaa kama mwimbaji, asupportiwe vipi, asaidike vipi? Naweza sema mimi niko na watoto ambao wanapenda muziki. My first born ambaye ni Karina, yeye alikuwa dancer. Akiwa mdogo alikuwa anapenda kudance sana. So sasa yeye alipokuwa mkubwa, amefika sasa teenage. Naona anataka mambo na kuimba. Hata wakati mwingine nikienda shule ananiambia, unajua mimi ni CU cheerleader. So I was like, wow. Tangu lini? Na anakaa mpole. My first born ako cool. So nikamwambia wakati nikishoot video yangu ya sasa, akasema ni anataka kuonekana. So ilibidi nimpatie hiyo nafasi pia na yeye akue, apate ajifunze. You are motivating. Yes. So sikumzuia, but akiwa mtoto kidogo kuna yangu kulingana na mimi bado akiwa mtoto, acha afocus kidogo na aelewe. Alafu wakati anapofahamu niendelee kumkuza na kumfundisha, then nitamotivate. Siwezi kazi because hata my second born anapenda kuimba sana. Na dada yetu Neli, umetueleza kwamba kuna nyimbo zako zingine umetolea nje ya Kenya. Pengine ni nchi gani hiyo ulienda? Alafu pia ni nini kilikusukuma kwenda huko? Ama uliona standard ya huko Voi, studio nini ukaona uvuke boda? Unaweza eleza msikilizaji, mtazamaji wetu nini ilisukumia? Kuna nyimbo zangu za kwanza nimetolea hapa Kenya. Kwa Matwiga. Bibi yangu Matwiga, Hesbon, Nairobi. Na hizi zenye ninatoa saizi ni rafiki yangu tu anaitwa Aniseti Butati, ambaye ako Dar es Salaam. So tulikuwa tunaongea na akanikaribisha. Na nikaenda kuwatembelea, kusalimia na marafiki zangu wengine ambao wako huko. So nikapata hiyo fursa kufika kwa studio yake. Nione vile wanafanya kazi na vile wanafanya recording. Na nikapenda na nikarekodi kabisa. Si ati ni standard, hapana. Si viwango, ni kwa urafiki na ni kwa wema. Kwa mwaliko, hiyo ni mzuri sana. Nashukuru kwa hilo umetujuza. Na pengine ya mwisho kabisa, kuna mtu anataka kukufuatilia baada ya hapo, anataka kujue atakupataje kama nani kwenye Facebook, kwenye YouTube, kwenye TikTok, Instagram kama huko. So hizo mitandao zako zote, majina uwapatie watazamaji wetu. Mtazamaji wetu unaweza nipata Facebook najiita Nelly Beats. Na TikTok unaweza nipata Minister Nelly. Na pia YouTube channel yangu ni Nelly Bitia. Naomba ufike pale, usubscribe, comment yako ni muhimu sana kwangu. Inanitia moyo. Na pia ulike na ushare kwa marafiki zako na pia kwa social media zako zote. Na Mungu atakubariki. Na pia unaweza nipata kwa namba yangu ya simu ambayo ni 0725 02 0965. Amen. Ndio. Thank you so much. Thank you too. Nakushukuru kwa kuja. Asante kwa ushuhuda mzuri huo. Asante kwa mawaidha. Mungu akubariki sana kwa kupata nafasi kuwa pamoja nasi siku ya leo. Mtazamaji, napenda kukushukuru kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu. Tumefika mwisho wa kipindi chetu cha leo, wasanii wetu, na nakuacha na nyimbo ya dada yetu Nelly. Hadi wakati mwingine tena tutaonana. Shalom. Amen. Good touch music. Mungu
usikate tamaa wewe. Ayaya, hata usiku uwe mrefu namna gani, asubuhi yako yaja. Hata usiku uwe mrefu namna gani, asubuhi yako yaja, yaja. Tuokoa na hayo, japo ni magumu mno, wewe mwamini tu. Japo ni mengi sana, wewe mwamini.